Asante. Thank you very much. Wachungaji, askofu, watumishi wa Mungu, hamjambo? Hamjambo? Kama umemwona mheshimiwa rais wangu ambao ni Raila Amolo Odinga, sema ah. Kama umeona mheshimiwa Tim Wanyonyi Super MP, sema ah. Kama umeona mama wetu ambaye ni mama county ya Nairobi, mama Esther Pasari, sema ah. Kama umeona governor, the governor of Kakamega, former Kakamega governor Wycliffe Ambeza Oparanya, sema ah. Kama umemwona mama yetu mama Dago ambaye yuko hapa, sema ah. Kama Nairobi nzima imefika, sema wolo. Asante sana, karibuni sana waheshimiwa viongozi wetu na viongozi katika madhabahu mbalimbali ambao wamefika hapa. Ningependa wakati wa sasa tuanze na wimbo wa taifa. DJ, kama umevalia kofia ambayo si rasmi, ningeomba tunaweza ondoa. Asante. Asante sana. Kabla tuketi chini, ningependa wakati wa sasa nikiweza mkaribisha mchungaji Reverend Omamo ambao ni overseer katika kanisa la Church of God aweze kutufungulia kwa maombi kwa siku ya leo. Mchungaji, karibu sana na Mungu aweze kukubariki. Tutaweza kuketi kidogo kwa sababu akona sermon ya dakika 5 tu. Asante sana mchungaji. Right Honorable Raila Odinga, former Prime Minister. Mchungaji kidogo. Naomba tafadhali wale wote ambao wako katika jukwaa hapa nyuma, security tafadhali tuondoeni wote ili jukwaa libaki na viongozi. Tunaomba security tafadhali tusaidie. Wamesema uondoke ndio mkutano uanze. Asanteni sana, tuwapigieni makofi wameondoka. Mchungaji, unaweza endelea. Right Honorable former Prime Minister Raila Odinga, Honorable Tim Wanyonyi MP Westlands, Honorable Lachi Peter Goreti, Honorable former Governor of Kakamega, my Governor Oparanya, and all other guests who are with us today, bishops and all pastors and other leaders from all our churches. Na wasalimu katika jina la Bwana. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. My name is Reverend Daniel Omamo, the overseer of Church of God in East Africa, Kenya, here in Nairobi. And before I pray, I want to say that we are happy on this day, the day that Lord has made, that here within the Westland constituency we reflect on good works that God has done through our leader, Honorable Tim Wanyonyi, supported by the team behind him and all others who are not here. It is our day to reflect on what God has done for us. And for that reason, before I pray, I'll have a short sermonette which will be about living in the unity. This is found in the book of Psalms 133 that says, how good and pleasant it is when brothers live together in unity. It is like precious oil poured on head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down upon the collars of his robes. It is as if the dew of Ammon
were falling on Mount Zion, for there the Lord bestows his blessings. Brothers and sisters, what we know is that when God was creating everything in this world, he created human being in his own image. The intention of God creating a man on his own image was that he may reveal himself through man to the world. He may rule the world through man. In heaven, everything he does, it is through his Trinity. God has never done anything alone. Even the time he was creating this world, he used to say, "Let there be," and it was done. And he was saying to his Trinity. In his Trinity, there is a high sense of unity, peace, and love that has existed for so many years. For him to accomplish his intention of creating man from his own image, man was expected to exercise peace, love, and unity. That's the reason why, brothers and sisters, King David is writing to us, saying that peace, love, and unity, it is like precious oil that is running from the head of Aaron to the beard, down to the gown. Brothers and sisters, that's the reason why we are gathering here today. That our brother Tim Wanyonyi, who is making us gather here, has been spearheading about peace, love, and unity within this constituency and within our country of Kenya. Right Honorable Raila Odinga has also been doing the same. Tim Wanyonyi, hawa wachungaji, before, we used just to be in our own churches. But when you came in, you brought us together. And I want to say thank you. I, being also a beneficiary, you made me to go to Holy Lands. Ukaweza kulipa kila kitu. And some of my colleagues were here. Can you be standing, please? Zion pilgrims. Where are you? There they are. Wengine hawako. A team of 32. Tukae chini. Tulilipiwa na Mheshimiwa Wanyonyi. Tukaenda kule Israel. Tulishika msalaba, Yesu alisulubiwa hivi. Tuliingia kaburi lake. Mount Sinai tulifanya nini? And wakati umetufanyia hivyo Mheshimiwa Wanyonyi, we have never remained the same. Some of us were just junior ministers. But nowadays we are bishops. Because tulipogusa msalaba wa Yesu, we never remained the same. The same thing, Right Honorable Raila Odinga, you have been doing it. Fighting for the peace of this country. You have been laying down your life because of this country. Sacrificial love. We have seen you exercise it. And today, as we are here reflecting on it, we are reflecting on what God is doing through you, because the Bible tells us we can do all things through him who strengthens us. So, as we are here today, brothers and sisters, what we are saying, that in this Trinity, there was a high sense of unity, peace, and love that existed for so many years. Thank you. So, brothers and sisters, what we are saying, it is this, that going forward and even today, when we are here, when we are gathering here, it is my duty and your duty to preach and promote peace and unity within our country. God, sometimes you don't need words to pray to God so that he can answer us. But the work Tim Wanyonyi has been doing here, the work Honorable Raila Odinga has been doing, the work that we've seen Honorable Esther Passaris is doing here, and the rest of us, sometimes is a practical prayer to the heaven. And when it is realized that it's being done like that, then it is calling God down and it will come down. That's the reason why when we read in the book of
when we read the book of 2 Chronicles chapter 7, verse 14, it says, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and heal their lands. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoweza kuweka matendo yetu yawe aina ya maombi ambayo inasikika kwa Mungu, tutamuita Mungu. Na Mungu anapokuja, haya maisha magumu ambayo tunayapitia hatutayaona tena. Anasema ataweza kusikia kutoka mbinguni wakati tuna exercise haya tunayosherehekea hapa siku ya leo. Na anaposhuka atatusamea. Anapotusamea anasema ataponya nchi yetu na ataweza kutufanya kuendelea tena. Wakati wa sasa nchi ya Kenya iko katika shida ya uchumi kwenda juu. Kila Mkenya analia, kila Mkenya anaumia. Nchi ya Kenya inashuhudia magonjwa magumu inayofanya watu kugaramika visivyo stahili. Nchi ya Kenya imekuwa na mambo mengi magumu, but kile ambacho kinatufanya kukua hapa, if we shall promote it, peace and unity, peace, unity and love, it will a practical prayer to the heaven and God will hear, then he will come down and everything itaweza kukua sawa kwetu. Kwa hivyo Mungu wa amani akawe pamoja nasi tunapokuwa katika kikao hiki. Ni lengo letu tuweze kupromote peace, love and unity and God will bless us. Nataka kuomba kwamba tusimame kwa sababu ya maombi. Kutakuwa na baraka, hilo ni neno lake. Kutakuwa na faraja, wanautoa kwake. Baraka nyingi, baraka twahitaji. Tumepokea kiasi, bali twataka nyingi. Tuseme sala ya Bwana. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko juu mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usitie majaribuni. Ufalme ni wako na nguvu na utukufu sasa na hata milele. Amen. Baba Mwenyezi Mungu, tuko mbeleni zako mchana wa siku ya leo katika ukumbi huu, Mungu wetu, kwa sababu ya kazi njema ambayo unaifanya kupitia mbunge wetu Timu Wanyonyi hapa Westlands na hata katika Jamhuri ya Kenya yote na Nairobi nzima. Tuko pamoja na Mheshimiwa Raila pamoja na waheshimiwa wengine ambao wameambatana na sisi, ili Baba kuweza kutafakari katika haya na kuweza kupanga jinsi tunavyoweza kujiboresha katika uongozi ambao umetukabidhi. Mungu wetu, tuko mbeleni zako tukisema asanti kwa amani ambao umetukirimia katika nchi ya Kenya na constituency hii ya Westlands na hata Nairobi hapa. Tunataka kusema asanti kwa viongozi ambao umetupatia. Wakati shetani anataka kuingilia, kupitia kwao unasimama na unatetea, na Baba, nchi ya Kenya inazidi kuendelea mbele. Kwa hivyo siku ya leo tuanzapo mkutano huu, Baba, tunakualika. Wewe ndio ambaye unatukuzwa mahali hapa, kwa sababu wewe ndio umedumu kutenda mema kupitia viongozi hawa na sisi zote. Kwa hivyo pokea sifa na utukufu na utuongoze kwenye mkutano huu tuanzapo kuelekea hadi tamati. Amani yako itutawale. Tumeomba yote tukiamini kwa Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. May God bless us. Jipigieni makofi tafadhali tunapoketi chini. Asante sana. Tunapozidi na mkutano, senata wetu wa Nairobi ambayo ni Bwana Edwin Sifuna mwenyewe amewasili.
Na ningependa pia vile vile nikaweze kuwatambulisha wale ambao wanafanya na Mheshimiwa Tim Wanyonyi katika ward zetu ambao ni ma MCAs. Katika MCA wetu wa kwanza wa Kitasuru, Bwana Alvin Palapala Orlando mwenyewe. Tunaye nominated MCA kutoka Westlands, Madam Emi Isalambo, ndio hapo nyuma. Namba 3 tunaye Hamisi Malea ambao ni Kangemi ward. Tunaye Morris ambao ni daktari kutoka Mountain View. Hapa ambapo tupo kunaye MCA wa hapa anaitwa Steven Ndegwa wa Parklands High Ridge. Halafu mwisho tunaye Madam Karo Mayunzu ambao ni former MCA nominated. Alafu tunaye Ogeto ambao pia amejiunga nao kwa pamoja, whip wa county. Huyo ndio whip wetu wa county ambao anawaingia wengine kwa laini. Asanteni sana, bila kuharibu muda ningependa kumuita chairman ambaye amefanya leo mkutano huu ukaweza kufanyika. Bishop Charles Oundo, Church of Christ, Regional Overseer, Nairobi County. Popote ulipo chairman, wakati ni wako. Tafadhali unaweza chukua mic. Tumpigieni makofi anapozidi. Atatufungulia mkutano huu kirasmi. Asante. Waziri Mkuu, mwenyekiti wa chama shupavu na kubwa hapa Kenya, baba wa demokrasia na haki, Engineer Raila Amolo Odinga, katibu mkuu wa chama cha ODM na super senator Bwana Edwin Sifuna, mama county Mama Pasaris, Mheshimiwa Elachi, mama ya Waluya, mkereketwa mkuu na pia onyesho kuu, a symbol of governance, Mheshimiwa Ambetsa Oparanya, Mheshimiwa ambaye anajali maslahi ya watu na ambaye si mimi, baba wa Westland, Mheshimiwa Wamalwa Wanyonyi, samahani, wabunge wa kaunti ambao mko hapa, maaskofu wakuu, itifaki yote imezingatiwa. Langu Mheshimiwa Amolo yatakuwa machache. Kwanza ni kukujulisha ya kwamba hivi leo hawa unaowaona hapa ni viongozi wa makanisa mbalimbali. Tuko na maaskofu wanaosimamia regions, haswa region ya Nairobi kwa makanisa yao. Wengi wa maaskofu wenye wako hapa, makanisa yao, misingi yao inatoka katika gatuzi 4 za Western. Pia wenye wako hapa ni wakilishi ama waangalizi wa makanisa katika maeneo madogo ya sub county 17. Kwa hivyo hivi leo tumeleta pamoja makanisa tofauti zaidi ya 100 yanayomtukuza Mungu, lakini wakiwa kwenye basi tofauti za kwenda mbinguni. Karibu sana, tunakuheshimu kwa kuitikia mwito wetu kuja kukutana na baba wa imani na pia kukaa pamoja na baba wetu wa Westland, Bwana Tim Wanyonyi. Kwa ruksa yako niruhusu nifanye mambo mawili tu. Na jambo la kwanza, nataka kutambua watu ambao wametusaidia ndio tukaweza kupata maaskofu
Unapoona hapa tuko na ADC, tuko na UPC, tuko na Friends, tuko na Salvation Army and very many other denominations. And iliwezekana because of this coordination team ambayo ilifanya. Kindly na request all coordinators wa pastors forum wasimame wherever you are. All coordinators 17 sub counties. Just mamen. Ninawaomba kwa unyenyekevu muwevu kwa mikono yenu. Tuko na amani. Tuko na amani. Thank you. Katikati yao pia tuko na Executive Council ambayo imefanya kazi tirelessly asubuhi mpaka jioni, na wamefanya kazi ambayo ni vibaya sana mwalimu mwenyewe kujiwekea marks, but I can say wamefanya kazi kabisa. Executive Council, kindly simameni. Tunang'ang'anianga yule mheshimiwa kwa sababu ndiye mama peke yake. Wapigie makofi. She is our treasurer. Now, niruhusu nichukue muda kidogo sana nilete wazungumzaji wachache ambao watasema mambo machache kuhusu shughuli ya leo. Na wa kwanza nataka kumleta Askofu Joab Wafula Masinde. Joab Wafula yeye ndio presiding bishop wa kanisa la Glory of Christ, na yeye ndiye katibu mkuu katika kamati ya muungano wa wachungaji hapa Nairobi. Karibu sana. Thank you. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Today our guest of honor, on behalf of my member of parliament Tim Wanyonyi, I want to recognize you, our esteemed Right Honorable Prime Minister. I'll not call you the former. You are the second Prime Minister in Kenya. There has never been any other Prime Minister apart from you. That's the first one was Jomo Kenyatta, and you're the second in Kenya. So may God bless you for coming. I want also to recognize honorable members of parliament who are present here. Without mentioning your names, there are also MCS present here. I have a very short summarized information to give. I'm standing here to give thanks to Right Honorable Raila Amolo Odinga for what you have done for us. This congregation gathered here of men and women of God, they have been called by God not because they went to school, but God chose them even before they were formed in the womb of their mothers. And they were given the anointing to do the work of God. So before they went to any Bible school, God called them. By the mercies of God, we are here to honor you and appreciate you for raising our son, Tim Wanyonyi. To mention a few things, today we gather in gratitude in our hearts, thanking the Almighty God for granting us this opportunity to convene in the city of Nairobi, Westland Sub-County, for effective and vibrant leadership consistent. We recognize the need for leaders who can respond to diverse needs of Nairobians. Allow me to express our profound appreciation to Baba for his exemplary and fatherly leadership. He has mentored, selflessly committed to effective leadership. You have not only impacted through our leader of Westlands, but you have done so to so many emerging leaders. Some of them are present with you today. Without your hand, they could not be where they are today. So can we give a hand clap? Today, the political journey of Timothy Wanyonyi Wetangula started 2007 as a member of, as a councillor for the now defunct Nairobi City Council. Without your hand, maybe today he'll not be the member of parliament in Westlands. So Baba, we say,
a big thank you to you today. Thank you so much. You continue to support him to rise to the position of Member of Parliament by making sure that even if he was a very vibrant mobilizer, campaigner, strategist, but you are able to support him to have the ticket where necessary. Especially the instant that we had 2022, where he submitted to your guidance to forget the vying of the position of the governor of Nairobi through your wisdom, and he was able to comply. He said, yes, Baba, I'll not proceed. And when he came back to Westlands, there was already a nomination certificate already given. But he was supposed to, he had to be given because of you to run as a member of parliament. Baba, thank you so much for that wisdom and for that boldness of doing so. We appreciate, because we know Tim Nyonyi now is running the third time for member of parliament in Westlands. And now we are focusing on something that is important today. The representations of the clergy from Mlembe Nation present here. 90% of the clergy present are Mlembe Nation. And they are saying, you mentor even those who are your enemies sometimes. I think you are listening to that one. A father, you can have different types of sons, but all you mentor them. You have given them opportunity whether they like you or they don't. Some are just hypocrites, but you always give them a hand, at least to reach somewhere. So your unwavering support for all situations contributed to this prominent position that we are looking after as men of God, to pray that something will be done. Tim Wanyonyi has proven to be a leader who is guided not by personal interest, but by genuine commitment to the well-being of his constituency. His leadership has a positive impact in education, healthcare, economy of Westlands. Through his efforts, vulnerable elderly have been cared, and more so, our churches are growing. I don't think we have a church that is staying under a tree in Westlands. All churches are up in a place of worship. Mzee, your place in history of Kenya cannot be forgotten. You are an enigma, a hero who does not allow circumstances to deter your vision. And the Swahili saying goes saying, mwenye ndoto hafi. Turudie tena. Mwenye ndoto hafi. Baba, you still have the dream for Kenya. The dreamer does not perish. We encourage you to continue dreaming for Kenya as the day of celebration is in the horizon. Looking ahead with two significant opportunities. We have two. Our Mheshimiwa, as people of Westlands, we are saying, Mheshimiwa now, Westlands, you have done your best. Na kama mzazi ukiona mtoto amezaa watoto wengi na anaona mnafinyana kwa boma, unamfungulia mlango na yeye ajenge mbali kidogo. So tunaona Westlands tumefinyana sana. Boma ya Westlands tumefinyana juu cha finyana. Na tumeona mtoto mmoja anaitwa Tim Wanyonyi amezaa watoto wengi. Na tunaomba baba mpe shamba lingine liko huku juu. Now, there are two things. There are two things. Sikiliza mzee. There are two things. Amen. Ambayo, we as Mlembe Nation, we are saying politics is numbers. And we are here to prove that we are ready to mobilize numbers. I repeat again, politics is numbers. We can pray, but we need numbers. So for that reason, we are asking you, Baba, we are not asking for the presidency. We are asking that you give our son an opportunity. Come 2027, that he may buy as a governor
of Nairobi County. This is just a prayer. And you know, as Baba, you know you have your wisdom. We cannot teach you. But we are just, tunaingia kwa miguu yako, tunasema mzee, tunaomba. Tunaomba kwa unyenyekevu, and we promise that we are going to not to be lazy. We are going to work hard. We are not only pastors for Luyas. We are pastors for all tribes in Kenya. So we are ready to mobilize ourselves and walk this journey together with you. What you advise us, we shall follow. So today I came here, Baba, to say thank you so much. Without helping him to reach where he is, we cannot be talking about governor. So the first thing first, we say thank you. You have done your best. Even when some people have branded you to be tribal, we don't see any tribalism in you. People around you, seated around you, I don't see Luos here. All majority of them are Luyas and other tribes. We have a Kikuyu brother there. You gave him a ticket to be an ODM MCA. So that's how you are. So today I want to say, whatever we have in our hearts, we say thank you on behalf of our son. And we look forward to co-work with you. Whatever you tell us, we shall walk that journey. That's what I have, Baba. May God bless you. May God keep you. Let us move forward. Thank you so much. Thank you very much, our able SG. Wale wazungumzaji wengine, unajua once SG ameshaongea, ukikuja una make mazungumzo kidogo, kwa sababu unaweza fukuzwa kwa chama. Mheshimiwa Engineer, ukiitwa baba, wewe ni baba. Hujaitwa baba kufurahishwa, lakini wewe ni baba. Tukiona our able and super senator Sifuna akiwa na ndevu, tunasema thank you baba, umelea. Nataka kumuita Askofu Brown Lihanda. Askofu Brown Lihanda, yeye ndiye coordinator na wa makanisa yetu yote ya PAG hapa Nairobi region, na yeye ndio mchungaji mkuu wa kanisa letu la PAG la Kabete. Bishop Brown, dakika 2. Karibu sana. Siku ya furaha sana kwetu. Tumefurahi sana kukutana hapa na kiongozi wa chama kikubwa sana hapa nchini Kenya. Kiongozi ambaye amekuwa mkakamavu sana kwa siasa zake. Tangu nikiwa mtoto sijasikia siasa za kutia fora na za kuvutia nchini Kenya kama zinazoelekezwa na Engineer Raila Amolo Odinga. Leo hii tumekusanyika hapa kumfahamisha Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ambaye ni mwenyekiti wa chama kikuu hapa Kenya, ya kwamba tuko na mheshimiwa anayejua kuchapa kazi katika chama chako, mheshimiwa ambaye amejitolea kwa dhati kuona ya kwamba eneo la bunge linaendelea na miradi za maendeleo zinaonekana kila mahali. Kwa hivyo tuko hapa kumtambulisha kwako mheshimiwa Timu Wanyonyi, ambaye wewe mwenyewe umemlea kuanzia chini na mahali amefika sasa. Tuna sababu ya kusema ako na ujuzi tosha, ako study, maana tumeona makanisani akifanya miradi za maendeleo. Tumeona katika eneo letu la Westlands shule zote mheshimiwa Timu akizisaidia. Tumeona hata barabara zetu, hata wakati mvua inanyesha mheshimiwa Timu akiendelea kuzitengeneza na kuzirekebisha. Tumeshuhudia hata yale maeneo ya vitongoji mheshimiwa Timu akifika kule, wakati mwingine hata gari lake aliwezi kuingia kwenye kitongoji, lakini yeye mwenyewe amekubali kushuka chini, ameelekezwa hata mpaka mahali ambapo waheshimiwa wengine ni vigumu kufika pale. Tumeona Timu akiingia mpaka kwa slums, na leo hii tunatangaza hapa ya kwamba Timu ako experienced, anaweza songa mbele na hudumu tena kwa kiwango cha kuwa governor wa mji wa kwanza hapa Kenya, mji wa Nairobi. Mheshimiwa Timu, tunataka tuungane pamoja kukutia moyo kwamba yaliyopita hatuwezi endelea kuyakwamilia hayo.
Tunajua wakati huo haikuwa rahisi kwako, lakini bado ulijitia moyo baada ya kuambiwa kwamba step down. Lakini wakati huu tutaomba leo, Mheshimiwa Engineer Raila, tafadhali kwa heshima kubwa, eneo bunge la Westlands naomba ya kwamba mruhusu leo mtoto wetu liwe liwalo akue kwa debe, na sisi tunamuunga mkono katika jina la Yesu. Tunaamini Mungu atatusaidia. Bwana wabariki sana. Thank you. Asante sana. Asante sana Mchungaji Brown. Nataka kumuita Mama Askofu Betty Kunyu ambaye ni msimamizi wa kanisa la Harvest Mission hapa Kenya na region hii, yani regional overseer, yani mwangalizi wa eneo hili. Mambo machache tu. Karibu sana. Honorable members of the parliament, nataka kushukuru baba na Honorable Tim Wanyonyi, our MP in Westlands, na wale wabunge wote ambao mmekuja. Tunasema karibu sana na Bwana Yesu asifiwe. Wachungaji wa Mungu, nasema Bwana asifiwe. Nataka niongelee tu maneno machache. Kitu cha kwanza, niko na furaha kuona baba kututembelea hapa Westlands. Karibu baba, tunakupenda sana. Nataka kuambia baba, hii Kenya baba, bila wewe sisi hatuwezi. Lakini tunapokuona tunaona maneno yetu inakuwa sawa sawa. Kwa hivyo mimi nakuombea baba, Mungu akupatie maisha marefu na uendelee kuishi na uendelee kutulinda. Hawa wachungaji wote wenye wako mahali hapa, tuko nyuma yako baba, na tunasema karibu sana. Nataka niongelee kwa mambo matatu yenye ambao Honorable Tim ametendea hii Westlands. Nitaongelea kuhusu mama, na niongelee tena kuhusu watoto, na niongelee kuhusu kanisa. Mheshimiwa Tim kweli ni mheshimiwa ambaye aliye na moyo wa upendo ndani yake. Kama wakati aliweza kuingia hii Westlands, tulikuwa na wamama wenye ambao tulikuwa tunateseka sana. Na mara mingi wakati alichakuliwa, tulikuwa asubuhi tunaondoka tunaenda ofisi yake tunajisanyika hapo. Aliweza kukuja na kitu kwa ajili ya kuona hawa mama wataweza kufanya aje ili nikaweze kuwainua. Mheshimiwa alikuja na mpango ambaye inaitwa table banking, akatufungulia hii Westlands. Na tulifundishwa kuhusu table banking, na yeye ndiye alitoa tu pesa zake kwa mfuko yake, akatuanzishia wamama wa Westlands table banking. Hii wamama wenye ambao mahali tulitoka mahali hapo, saa hii tuko juu sana. Na mheshimiwa aliweza kuona sisi wamama wengi hawajaenda hata shule. Mheshimiwa aliweza kutupeleka shuleni, hata wengine waliingia secondary, nasema ukweli. Bwana apewe sifa. Na wengine akatuchukua, akatupeleka, tukaanza kufanya kitu inaitwa catering. Wengine tukaenda hairdressing. Bwana apewe sifa. Na wengine saa hii ametuingiza, tumetrain mambo ya business. Saa hii Westlands wamama tumefunguliwa, tuko na business. Tunauza vitu. Saa hii mheshimiwa hatuoni kwa mlango kwa sababu tuko na pesa. Mheshimiwa aliangalia watoto wa Westlands. Street children walikuwa wengi hapa Westlands. Hakuna saa hii ukitembea uwezi ukaona mtoto chokora Westlands. Mheshimiwa aliwapeleka shule na anawalipia fees. Mheshimiwa amejenga Westlands hii mashule. Amejenga sana. Si mmeona? Na hata mheshimiwa amejitolea. Wale watoto wenye wazazi hawawezi, mheshimiwa anatoa chakula, anawapatia wanakula. Saa hii sasa wazazi wameanza kupumzika. Nataka kuja kwa ajili ya kanisa. Kanisa zetu bila jinsi walisema zilikuwa chini. Mheshimiwa amenunulia kanisa zetu viti. Amezinunulia instruments za kanisa. Tukiwa na shida, mheshimiwa, sometimes unakuta vile wamesema Westlands tumefinyika. Sisi makanisa mingi sometimes tumeweka katika manyumba, tunaishi na watu na tumeweka makanisa hapo. Sikichomeka, mheshimiwa uhusika. Si ndivyo?
Na hata moto hii Westlands ikishika, hata kama ni saa 7, mheshimiwa timu akosangi kufika hapo. Unakuta anatusaidia, anatununulia mabrangeti, anatununulia magodoro, anatununulia hata sufuria na masahani, tunaingia kwa nyumba. Si ni mheshimiwa wetu ni mzuri? Kwa hivyo baba, tunaomba hivi, huyu mheshimiwa penye amba alipo, labda ile kitu ng'ombe ile moja yenye anatuchinjia watoto ni wengi, na naomba ukimpeleka hapo juu penye wamesema, at least sisi tutaendelea. Kwa hivyo hii makanisa yenye ambao umeona, tunampenda sana na ametulea vizuri, na naomba baba umshikilia, usimuache, ni mtoto wako na hata sisi pia na watoto wako. So ubarikiwe baba, na Mungu akulinde, akupe maisha marefu. Asante. Asante sana. Ni vizuri unajua mama yetu wa county ni mzungu, alikuwa ananiuliza, ananiangalia, ni wanaume peke yao wanaongea. I have answered your question. Now, Mheshimiwa Raila, safari hii ambayo leo tunakusanyika hapa, haingewezekana hadi hapo tungetambua ya kwamba tuko na baba. Na ndio sababu tumekusanyika hapa, na huyu kijana yetu Wanyonyi ulipomshika kutoka pale, na unajua wewe ushauri wako na kuanga polepole, lakini una ukali, ukifuata inapitanga uko mbele, mpaka leo ana survive. Kwa hivyo tukikuja hapa, sisi tumeitana hapa, hii mambo mengi unasikia ni kwa sababu hawa wachungaji wameomba sana, wamekuombea sana, na hapa tuko na masharpshooters wa kukemea mapepo, wa kufanya nini, and they are praying for you. They are praying for you. Niruhusu nimlete Pastor Walter Blimo ambaye ndiye atakuwa mzungumzaji wa mwisho, ambaye ni Senior Pastor of Friends International na ndiye mwakilishi wa makanisa yetu ya Friends Church hapa Nairobi. Karibu sana mchungaji. Yeah, His Excellency our Prime Cabinet, Prime Minister, karibu niseme Cabinet Secretary, because he's a member of our church, Prime Minister, Honorable Raila, Mheshimiwa timu Wanyonyi, Mheshimiwa Paranya na viongozi wengine, our Senator Sifuna. Mine will be very brief. I want to talk about what is going on in the nation today. And sometimes we feel our MPs are not pushing what we want to be pushed. Currently, our leaders, I want to confess, things are not okay in this land. The economy is not very much okay. We look at what is going on, you are surprised. And when you go to parliament, I was happy what Sifuna said last week. This week during the president's speech, we are not speaking the truth on what is happening. As a church, we are praying, but we look around and we get surprised if this is the Kenya that we want. Schools will be opening in January. Our people need to go to school. Parents are straining in the area of school fees. People cannot afford food. We don't have anything we can talk about. And Honorable Raila Odinga, with your team, naomba uweke pressure kidogo, usaidie wananchi. Sisi wote hatuwezi kuongea, lakini wewe ukiongea mambo hufanyika. So I'm really requesting you. Umenyamaza miezi 6, tumekuwa worried. I want you to stand, start talking, arise, we are praying for you. Things are not okay. The bipartisan talks that are going on, we know they're supposed to bring a report maybe today. We don't know what is in that report. But you look at what is going on. For more than 6 months, we don't have IEBC. Suppose anything happens in Kenya today, what will happen? I'm requesting if you can push the president, we get IEBC in place before the end of this year. Ili mambo ianze kufanya kazi. Tukiingia mbele tuwe tunajua what we are going. Another thing that we are praying is that we look at what is being talked about education. Mambo ya school fees ya university, our children hawajalipiwa fees through the system ambayo imekuja, and we are requesting if this thing can be revived
so that we find a way of helping our students to do exams. Lastly, we have talked about our brother Honorable Tim Wanyonyi. Unajua ile wakati 2022 we were shaken when he was told not to vie for governorship. Tulilia sana. Na ukimpigia simu anakuambia pastor wacha takuwa tu sawa, but we knew it was not okay. Tumekubali akuwe governor 2027. But before we get there, Honorable Raila, I'm requesting ule chairman wa ODM Nairobi ameenda kuwa governor Vihiga. Na kuomba kwa moyo mmoja. Mimi kama mchungaji, tukiwa hapa siku ya leo, ufanye Tim Wanyonyi akuwe chairman wa ODM Nairobi. Leo tu ukituambia leo akuwe acting because alado anakimbia huko Vihiga kuwa governor wa Vihiga, patia huyu Tim Wanyonyi akuwe chairman wa ODM Nairobi leo tu saa hii. Tutaomba paka kesho asubuhi, tutafurahi, tutatoka hapa tukimba tukisema kwamba tuko na chairman wa ODM Nairobi Honorable Tim Wanyonyi. Na sisi ukituona hivi mheshimiwa Raila, sisi ni hatari sana. Hii ni makanisa karibu 100 iko hapa. Na tukiamua tuanze campaign ya kufanya mtu akuwe governor, 2 days timu yako governor wa Nairobi. And we are very ready. We are ready to go in every church to call our members, our leaders, everybody in our churches to make sure we achieve what we achieve. Because in 2022 we were very ready. And the team had worked in all churches and we were very ready. Tuliambia watu wachukue kura waweke karibu kwa sababu ya team, tukaweka kura karibu. Wakati walisema ametolewa, roho zikakufa zote, tukalia, lakini tukajua kwamba tuko na siku nyingine inakuja. Na hiyo siku imefika ni sasa. Na siku ya leo ya sasa ni kumfanya kuwe chairman wa ODM Nairobi. Kitu ya pili, ushikilie Sifuna aendelee kuwa seneta wetu. Kitu ya tatu, Mama Dagoreti aendelee kuwa Mama Dagoreti. Pasaris aendelee kuwa women rep yetu. Tushike pamoja, tushikane tuendelee. And we shall raise other leaders to show you that Western vote in Nairobi is so powerful. Asanteni sana. Na Mungu awabariki. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nataka kukujulisha ya kwamba haya maombi maaskofu na kanisa lote linapeana kwako ni maombi ambayo imetumananishwa na wale walio chini, kwa sababu kumekuwa na vikao vingi vinavyohusu swala hili. Na hivi nafanya kupeana submission yangu ya mwisho. Sijui kama hiyo ndio Kiswahili mzuri, huyu ni lawyer. Yangu ya mwisho. Yes, now tunafahamu yale yaliyotokea 2022. Na tunafahamu ya kwamba wewe baba uko na moyo wa taifa. Na jambo la pili, moyo wako wa pili uko Nairobi. Na Mheshimiwa Raila, tunafahamu ya kwamba kwa sasa vile tunavyoongea Nairobi City ni chaotic. Tatizo ambalo liko katika county ya Nairobi pale kwenye City Hall sio la tatizo la money power, ni tatizo la poor leadership. Na kama vile wewe baba umeteseka kwa sababu ya mwananchi wa Kenya, unajua sisi sasa hivi tunaumia tu mwaka mmoja peke yake na tunalia, na wewe umeumia all these years on our behalf, and you have never lamented or cried or hata kwenda kulalamika kwa vyombo vya habari. You have defended us. Lakini sisi mwaka mmoja we are feeling the heat. Nairobi City Hall iko chaotic, na sasa hakuna, hata wakati mwingine ukienda huko unakuta governor hayuko, ametoroka. We need a good leader. A good leader who can face any question na asuluhishe. Na hakuna mwingine. He is the eldest son now in Nairobi. Tim Wanyonyi is the eldest son now in Nairobi County. Na Biblia, sisi wasomi wa Biblia tunasema haki ya mzaliwa wa kwanza ipewe kwake. It is a prayer. It is our prayer. Ya kwamba ukimsaidia na apate hii nafasi ya kuwa mwenyekiti wa chama cha ODM,
itamsaidia kuzunguka na kupanga hii mambo ambayo imeharibika hapa City Hall hapo mbeleni iwe imepangwa. Na hata wakati mwingine baba Sifuna kholasa vindu vinobukule kalamu andika certificate. Sikalika rio abukule kalamu. ODM chairmanship Aladwa tunampenda, umemkuza na sasa anafaa kuwe governor, anaenda kwetu Vihiga. We are supporting him. Mheshimiwa Raila, kwetu kule in Luhyaland, as I napo conclude, mtoto ambaye amezaliwa na nuwa msichana, kwetu zawadi yenye huwa tunampea kwa Kiluya tunasema ohukama. Huwa tunamuita, anatuletea kanzu na koti na suti na kofia na bakora, na sisi tunampatia ng'ombe na tunamwambia, wewe nephew, enda ulinde dada yetu. Mheshimiwa Engineer, yale yaliyofanyika 2022 ilifanya tukapatia ng'ombe, tukapatia a nephew. Sasa tushampatia ng'ombe. Saa hii tumerudi nyumbani. Tunakuomba ya kwamba vile wewe ni muumini wa kanisa letu takatifu la Anglican, uende pamoja na sala zetu za hao waombezi wengine, ya kwamba huyu mheshimiwa Wanyonyi aweze kurekebisha mambo yaliyoharibika pale City Hall, na watoto wetu waweze kwenda shule, wamama wetu wafanye biashara. Yala anayofanya hapa Westland, wamezungumzia mambo ya viti na mambo mengine, ameleta mpaka kwa sub county zingine. Mimi ndio mwenyekiti wa muungano wa Waluya hapa Nairobi County, na nimekuwa nikishuhudia, tuna evidence, kuchukua picha and so on and so on. Karibu sana. Leo tunakushukuru. Leo tumekuja maombi ya baba na mzee kama wewe kwetu, maombi hayo yanafika mbinguni. Tunasema karibu sana. Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu na jeshi lako lote, na ubarikiwe sana. Karibu. Tafadhali tupigieni jamani kamiti hii makofi mazuri mazuri mazuri. Mazuri sana, mazuri sana. Yohana yaulira moyo nokubola bumenyo bwa Nyasaye ube n'abandu yalamenya nabo yalola likululia sema andine lilo bali omwami abishira yabo abarobole. Asante. Hivyo vivyo vile umesimama. Mundu chayanga baba wefu hali yalo mwikulu. Mundu chayanga baba wefu hali yalo mwikulu. Oh, mundu chayanga timu weru hali yalo mwikulu. Mundu chayanga timu weru hali yalo mwikulu. Asante sana roho. Asante. Asante. Unataka kuingia kwa roho? Baba, tunaendelea. Tumemaliza the first section. I would like to hand over this section to our leaders who are here. And the person who is here to take over that opportunity is our area member of parliament, Mheshimiwa Tim Wanyonyi. But before he can come, there is only two things I have to say. 2022 came and it's gone. All we say, but God. Are we together? 2022 came and it's gone. 2023 is here with us. 2027 will come. Baba was given that thing, but it was denied. Tomorrow is a brighter future. Mheshimiwa Tim Wanyonyi, sina budi bali kukukaribisha leo ukaweze kuchukua ushukani kwa section ambayo imebaki. DJ, kama una ngoma tafadhali. DJ pana lala kazini, karibisha kiongozi. DJ. Haya, tukaribishe mheshimiwa jamani. Simameni tuende. Weka mikono juu. 1 2
Free, wika makofi jamani. Twende. 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 Onyesha mkono wako kama unapenda mheshimiwa timu. Weka mkono moja punguza hivi. Hapo sasa. Wapi vigelegele ya mheshimiwa timu nisikie? Asante sana. Asante my DJ. Asante. Haya. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema kila wakati. Na kila wakati Mungu ni mwema. Si baraka imeshuka Kabisa. Si roho ameshuka. Nikiona maaskofu, wachungaji, nimeona wanajeshi na wengine wote, inamaanisha ya kwamba Yesu angesaliwa leo, angesaliwa Western Kenya. Si ni kweli? You are right, Honorable Prime Minister, my party leader, my President Raila Amolo Odinga, baba yangu wa kisiasa. Mimi najifunia kuwa kijana yako, najifunia penye umenitoa ukanifikisha hapa, na mimi I always come, when I sit near you, I listen very carefully. Unajua baba akiongea, you have to listen without even making a move, because ile neno anasema moja inaweza kukupeleka mahali mbali sana, inaweza kukufungulia mahali penye wewe mwenyewe huwezi fika. Ndio nasikia Kenya saa hii mmesema hapo wenyewe, baba akimenyamaza kidogo watu wananungunika, si ndio? Na baba akikohoa inji yote inashika, na watu wamejua ya kwamba Raila Amolo Odinga ndio baba wa taifa. Because even those who did not vote for him, now they are crying for him. Wanataka asungumuze. Tunataka nchi yetu irudi kwa barabara benye ilikuwa wakati President Uhuru alitoka. The only people who are confident that the government, the country is moving forward, ni wale wako kwa serikali. Lakini sisi tuko nje, tunajua nothing is happening. Si ni kweli? We know nothing is working. But there is always something called the fool's paradise. The fool's paradise. Wale wanajiamini wanasema iko tu sawa. Iko tu sawa. Wewe jana ulikula, si ulilala vizuri, huyo mwingine alikuwa analia njaa, achana na yeye. Those are fools living in a lie. And today, as we gather here, ladies and gentlemen, let us pray for this country. Let us pray for our country, that God will give us fresh air. Atatupatia viongozi wengine ambao watatupeleka mbele. Rais William Ruto ajue kwamba serikali yake, it has been in the office 1 year. We cannot keep on blaming the former leadership. After 1 year in office, yesterday I was listening to news and I saw something happening at the airport, and I said, it's because of the bad leadership of Uhuru Kenyatta. You've been in the office for 1 year. Leaders are in office to provide solutions. You are not in the office kujipaka mafuta na kusema mambo yako, si ndio? Kwa hivyo we are demanding as Kenyans, we want those things wali promise to be fulfilled. We want the cost of living to come down. Tunataka wapunguze ushuru ingine. Nilisikia pastor akisema sasa wameweka tax on marriage. Watu wataokopa kuoana, si ndio? Sasa wakiambia kijana alipe 25,000 ama sijui pesa ngapi ndio apate bibi, si ataokopa?
Kwa hivyo mimi nataka kuleta viongozi wako hapa wasalamie nyinyi, na itakuwa haraka kwa sababu ya muda. Kwanza nataka kuanza na kiranja wa MCA katika Nairobi County, Mheshimiwa Ogeto ambaye ni MCA wa Kilimani Ward. Ata introduce MCS. Mheshimiwa, we introduce the MCS who are here quickly, and then we can move forward from there. Sorry. Thank you, Mheshimiwa team. Your Excellency, the People's President, Right Honorable Raila Amolo Odinga, Senator of Nairobi, Mheshimiwa Edwin Sifuna, Mama County, Mheshimiwa Esther Passaris, the host member of Parliament, Mheshimiwa Tim Wanyonyi, my member of Parliament, Mheshimiwa Beatrice Elachi, na wachungaji wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mungu ni mwema na kila wakati. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Moses Ogeto. Mimi ndio kiranja walio wengi katika bunge ya county ya Nairobi. Na vile Mheshimiwa Timu amesema, kazi yangu itakuwa rahisi sana, ni kuhakikisha waheshimiwa wako hapa wakuje waseme jina yao, na alafu mheshimiwa wa hapa pia ataweza kuwasalimia. Sio mtaruhusu hivyo wachungaji wa Mungu? Asante sana. Waheshimiwa wenye wako hapa. Aya, mheshimiwa kuja tu sasa, mpange tu ni then so that also His Excellency can be in a position to see you. Starting with the senior most, mwenye tulikuwa naye bunge last assembly, mheshimiwa karibu, mheshimiwa Morris Ocheng. Kuja sema jina yako. God is good and all the times. Asanteni sana baba Raila Amolo Odinga, our president, na baba yetu wa Westlands Honorable Tim Wanyonyi, our senator, and the MPs who are all protocols which are here. What I want to say, baba, mimi nashukuru. Number one, nilisikia mchungaji akiongea lakini alisahau. Mimi ni Mjaluo na Honorable Tim is a leader who is not tribal. Honorable Tim is a leader who is organized, a mobilizer, and educated. Na baba, sisi hapa Westlands au masemeji wamenichunga sana. Kwa hayo machache, asanteni sana. Mheshimiwa Hamisi. Viongozi wa makanisa, baba Prime Minister Raila Amolo Odinga, my host MP. Kwa majina naitwa Hamisi Malea, MCA Kangemi Ward. Asanteni na mbarikiwe. Thank you, Mheshimiwa Emi Salambo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina mimi naitwa Honorable Emi Hatemeshi Salambo. Baba ndiye alinipatia hii kiti na ninafurahia. Asante sana. Asante sana baba. Kuna mwingine hapa tumekaa naye since 2013. Wacha tu 1 minute. Asante sana baba Right Honorable Odinga, Mheshimiwa Tim Wanyonyi, all protocol observed. Hamjambo. Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Alvin Orlando Palapala. Mimi ni MCA wa Kitisuru, nimechaguliwa huko mara 3. Kitu ya kwanza nataka kurudishia baba na Mheshimiwa Tim Wanyonyi shukrani kubwa sana, kwa sababu sisi ni wale tumefaidika kwa sababu jina ya baba na Mheshimiwa Tim Wanyonyi. Kitu ya pili mimi nataka kusema, baba tafadhali, huku nje jana nilikuwa naona news na nikaona hata Tanzania na Uganda pesa yao inaenda juu na shilingi inarudi chini. Baba, sisi tunaomba
utoke nje, tusaidiane hii kazi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Baba wa mwisho ni kitinda mimba yako. His Excellency Raila Amolo Odinga, baba, mimi ni kijana yako. His Excellency Sifuna, our Senate, Mama County na wabunge wote walio na wenzangu ma MCA na wanakanisa. Hamjamboni. Hamjamboni tena. Salimieni hivi. Hii nchi tumewekwa na maombi hadi hapa tumefika, kwa sababu mwaka mzima tumekaa tukilia na tukiumia, lakini maombi na Mungu kutupenda ndio tuko uhai hii siku ya leo. Mimi nataka kusema leo nashukuru baba Raila Amolo Odinga, shukrani kubwa sana, kwa sababu katika chama chake cha ODM yesi mkabila. Mimi kama Mkikuyu alinichukua na nikakuwa hapa mbunge wa Highridge Parklands Ward, na namshukuru sana, na naomba Mungu uweze kumweka na neema njema hadi 2027 juu tunakuaminia baba. Tuongoze, tuko nyuma yako na tunakusikiza. Sawa, asanteni. Thank you Mheshimiwa. Your Excellency, the last remarks from me, nikisimama hapa Your Excellency nimeona colors ziko hapa ni blue, orange. Sasa naomba bishops na askofu, si sasa join tu chama yetu ya ODM ama namna gani? Si namna hiyo? Nyinyi members. Haya, sasa mkienda kwa makanisa, bas mkienda kwa kanisa muhakikisha hii kala tu peke yake ndio inaonekana. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Tim, wakati ni wako tena. Asante sana Mheshimiwa Oketo. Nao ndaleta wajumbe na wakuje wasalamie kwa haraka haraka. Nitaanza na Mama Dago. Mheshimiwa Beatrice Elachi. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Umenibeba, 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 ni mkono wa Mungu umenibeba. Umenibeba, 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 ni mkono wa Mungu umenibeba. Umenibeba. Amen. Haijakuwa rahisi, si ndio? Haya, tusalamiane kwa hewa, salamu za Mungu. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Your Excellency, the Prime Minister of the Republic of Kenya, all our leaders here, mimi yangu yatakuwa machache sana. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu na nishukuru sana wachungaji, maana wengi hapa bakusalira kweli kweli, si ndio? Wachenda luchendo lutinyo lakini Nyasaye aliho. Lakini mwaduhiza kama mwaduhiza. Mamwachinga mundu huyu. Kwanyako musalire. Nyasaye sinjire mbere. Inyota yeye beho. Inyota yeye kalushe. Achende nendo mwami. Alole shishie. Amen. Sisi kama jamii ya Mlembe, baba, najua unatuonanga, umetuona tukiwa watoto, tumetembea safari, baba zetu wametembea safari, miaka 30. Hakuna siku tumewacha baba. Jamii ya Mlembe. Meeka jianga?
Wajaenda nene baba. Na hakuna siku tunamuacha. Because tulijua kuna kitu. Watu wengi hawajui kwamba baba katika roho yake. Utaenda na fitina na maneno mengi. Baba anaangalia tu. But one thing, roho ya kusameana, baba ako nayo. Roho ya kusameana. Na nchi kama ya Kenya, kama una roho ya kusameana, huwezi endesha hii nchi. Kwa sababu Mungu pia hafurahii. Kwa hivyo kama hangekuwa baba, Kenya ingekuwa moto. Sasa mimi nasikia tunaita baba afanye nini? Afanye nini? Lakini sisi watoto wake tunamwambia, baba, kwa wakati huu Mungu amesema unyamaze hivyo. Kama Musa, watoto wa Israeli walizunguka hiyo 40 years hapo jangwani hivyo. Hapo ndio tuko. Baba afanye nini? Atulie. Amewafanyia yote. Ametupatia devolution. Kila kitu. Kama magavanas wetu huko nyumbani wangekuwa watu wazuri, saa hii tungekuwa tunameremeta, watu wa upande huu wanashangaa. Na hatuko kwa serikali. Timu hako kwa serikali. Hii mashule amejenga, si ameeneza. Mimi najifunzia kwake. Baba hata huko Dagoretti North tumeanza kujaribu. Mashule tunabadilisha. Chakula nilianza kupatia watoto hata kabla yao ijafika. Mimi napatia wangu. Saa hii nang'ang'ana na academics. Sababu hapo ndio tuko na timu ndio amenifundisha. Kwa hivyo baba kuna kitu alitufundisha watoto wake. Ile kidogo unapewa, fanya kazi mzuri nayo. Usiangalie mingi, ile kidogo umepewa, account kwa hiyo kidogo umepewa. Kwa hivyo mimi naambia baba, mwaka huu ni mwaka wako wa kupumzika, wa kuone unang'ara, mwishowe uende ulinde mama yangu, uende Christmas yako vizuri. Wacha wa Kenya wakumbuke yale umefanya miaka yote, haikukuwa mchezo. Wakumbuke haijakuwa rahisi kwake. Ni mkono wa Mungu ulimbeba aweze kusimama kidete kwa serikali ya Moi, kwa serikali gani, ndio tukaona hii mazurio. Na kwa sababu tumefanyia mchezo, baba atulie nyuma, mtaenda kumtafuta nyinyi. Wa Kenya tunataka kusikia mlimani kule, kwanza hawajalia bado. Kule mlimani hawajalia bado. Tunangojea hiyo ndio tuambie baba kuanzia upande kila pembe umeshika, sasa kinaumana. Tunakuita wakati ile inahitajika. Kwa saa hii baba apumzi, baba angalie. Baba atawasaidia tu kitu moja, wasiende sana. Akiona anaenda sana, toka tu kama venye unatokanga na umwambie hapo unaguza pabaya zaidi. Lakini hii ingine tunakuwa tunafanyia Wakenya wanachukua mzaha. Time is now for us. Baba aone alitufundisha nini. What values have we learned from him? Hata sisi tukue hivyo, si ndio? Kwa hivyo nikimalizia, mimi nataka ni support kila kitu, lakini nyakukaloka mwenze mrembe. Muboli mwenyakuenze zikurite. Mwenyakuenze zikurite. Muboli kabisa imbiri wa Nyasaye. Khula baya khumbayo tawe. Khula sinjira nende timu kali kufa na kupona, tumwagike tuamuke. Tunaenda kusimama na timu. Mumesema hapa mbele. Ndilihulira khukhandi. Mulizia khumuchache zimbemba baba. Mulachaka khuzimbemba ta. Nende viti natawe. Musinjire nende timu khulimboli nende munwa, Nyasaye uhulire. Ninyi mukhusaliranga. Nyinyi ndio manabii na kila kitu, si ndio? Si mumeamua? Na sisi tutaamua. Na sisi tukiamua, kwa hii jiji ya Nairobi, nikimalizia baba, tulikupatia 776,000 votes. Lakini ya muhimu, nyumba ya Mlembe iko na kura Nairobi 566,000 votes. Mukiwa very serious, amwezi angusha baba. Mukiwa very serious. Ile mimi nasema, you guard it jealously without fear or favor. Simubarikiwe sana. Na Mungu awatendee wema. Na mujende nene Nyasaye huyu.
Musinjiri na Nyasaye. Mboleka bwadiri. Mbarikiwe. Unajua mheshimiwa Elachi, ukimpata amekaa na Wakikuyu anaongea Kikuyu kama Mkikuyu. Ukimpata na Wameru anaongea hiyo. Ukimpata na Wajaluo amebarikiwa kwa kuongea Luka. Si ndio? Unajua wenye wanasema wanatawala, kila siku wakiamka asubuhi wanatafuta headline kwa gazeti. Tinga amesema nini? Tinga amesema nini? Na kama waoni waangalia gazeti yote anarudi kulala. Asema acha tungoje. Si ndio? Kwa hivyo sauti ya baba ni ya muhimu, si ndio? Sasa namleta Mama Dago na Mama na County. Esther Pasaris, Mama Mata. Urembe Bosi. Urembe Handi. The Right Honorable Raila Odinga, my party leader, our Baba, former governor of Kakamega, Wycliffe Oparanya, our SG, Mama Dago, MCS, and then our host, Tim Wanyonyi. I want to say thank you. Thank you for putting this together. Baba, in 2022, we actually had the governor's seat as Azimio. It was ours. But then things happened, and we accept your leadership, and things went the way they did. But in 2027, we all know Tim Wanyonyi has decided he wants to run for governor of Nairobi. And it is a challenging position. Amekuwa huko from 2007. In fact, in 2007, when he was running for MCA, I was supposed to be mayor of Nairobi at that time. But you know, leadership is like that. You try. Sometimes you get, sometimes you don't. It took me 10 years to get in. But all through, we stood with Baba. And Baba, we will always stand with you. Sometimes we need a kiboko here and there, but we are always with you because we are your children. The one thing I want to say about our party leader is that his love for this country is second to none. He loves Kenya. And his vision, ile baraka ambayo ako nayo ya kuona vile Kenya inafaa iende, he holds it here. And it's a blessing from God. All of you are men of God. So you know that Raila Odinga really loves this country. And he's here for such a time as this. And you know, there are leaders who need positions. Baba is a leader. Whether we give him a position or not, we know that he is Baba. We know that he is a leader. And we know that he's steering this country. So Baba, you know, yesterday I was watching the news and I saw David Cameron coming back to the British government as a foreign secretary. And when he was asked, why are you doing this? He said, you know, I'm a public servant. I've always wanted to serve. So for me, I know that when the bipartisan report is going to be revealed, it has a lot of sentiments that you want for this country. And I hope that the one thing that, you know, I always say Jesus is the Prince of Peace. And let me tell you, Baba has also been living like Christ. Peace, peace, peace. He wants that for this country, because without peace we cannot have prosperity. We've seen what wars do. So Baba, right now I get phone calls, and I don't know, I was actually going to talk to the SG and ask him. I get phone calls from people saying that their children are still in jail from the demonstrations that we held. Please, Baba, when the bipartisan report is being tabled or when you have discussions on it, let us release all those who are held in our jails, all those that are in there, so that we can forge ahead together. And when we table it, as Mama County, as a woman, I've been fighting for the compensation of all those that were caught in post-election violence over the years. The government has yet to put money to compensate the women who were raped, whose children are now teenagers.
the men who were maimed. So we cannot have peace and reconciliation and move ahead if we don't find the money to compensate those people. For me, Baba, I know that history will judge you positively. No matter what people say. You know, sometimes social media, we do so many things, we say so many things. But in your heart, I know you are true. And your love for Kenya is true. So I know the destiny of this country. You cannot separate yourself from it. And we all need guidance. And as for my brother, Tim Wanyonyi, I really, really wish you well. Na wachungaji, tuombee nchi yetu. Kwa sababu ni maombi peke yake ndio imetuweka hapa leo. Wengi wanaenda kila siku. Tukiwa hapa ni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Nataka kusema asanteni sana, Mungu awabariki. Nyasaya abarinde. Thank you, Madam Esther. Baba, if you allow me, I can break protocol kidogo. Niko kuna vijana wetu ambao wako hapa. Naona Kaujo ambao ni kiongozi wa bunge ambaye anaitwa Ghetto President. Kaujo, welcome. Na John Mukoya ambaye anaitwa ni kiongozi wa vijana ambao wanasema wao ni watoto wa baba, the sons of Raila, pia ako hapa. Kwa hivyo nataka kumleta senator wetu Edwin Sifuna, na kabla nimlete kwa sababu yeye sasa ata take over from there animalizie, mimi nataka kusema hivi: the bipartisan report that is going to be brought to Parliament, if it does not address two issues, we shall shoot it down. One, the cost of living. That report must address the cost of living. We want the cost of living to come down. And the government has got the capacity na wako na uwezo kuleta chini karama ya maisha. Kitu ya pili, if they have not addressed the issue for IEBC, then that report is not complete. We shall shoot it down. That one we can promise that we shall not allow it to pass if it does not address those two pertinent issues that are affecting our nation. Kwa hivyo, sisi, we are behind the citizens of this country. We must fight for them. Na sisi tumefundishwa kwa miguu ya baba Raila Odinga. Raila Odinga, when he stands up to speak, na akisema kitu, sometimes people say, anasungumuza tu, but ukichunguza ni ukweli mtupu, si ndio? Si aliongea mambo ya Eurobond. Sasa hiyo wanalia hiyo Eurobond inawafinya, lakini ilikuwa kwa serikali yao. Tukaongelea mambo mengine mingi. Sasa hiyo kuna hii mambo inaendelea mafuta. Huyo mama Mombasa anasema yeye ndiye ameleta mafuta. Kuna wengine wametokeza wanasema huyo mama hiyo mafuta si yake. Ametable evidence mpaka kila kitu. Kama mafuta si yake, mbona walimuua kidnap wakapotea naye? Si ndio? Kwa hivyo, we want this issue of corruption also be addressed, because some of these things, they are happening in broad daylight. Alafu tunaambiwa hiyo mafuta ni ya kampuni nyingine, na mwenye ameleta amejitokeza anasema yeye ndio mwenye mafuta. Kwa hivyo, we want these things, Kenya wapewe haki, wafanye biashara. Environment for doing business must be at level ground for everybody. Sio wengine wafanye, wengine wanafinywa, hapana. Edwin Sifuna, Senator wa Nairobi, karibu. Asante DJ. Asante DJ, kwa sababu ya muda nataka tuende kwa haraka. Your Excellency, Prime Minister Raila Amolo Odinga, my party leader, the deputy, Honorable Paranya, viongozi wote wako hapa na viongozi wa makanisa, na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Mjambo. Bana befu mulembe lundi. Mulomele mulinyu mwezi balu ya. Nono ndo makulu wefu kidogo zekalika rio. Na akaulira niko mulomele. Mulomele mulimbu kulese ekalamu. Ekalamu ekole ndye male ebintu bino.
Haya, nono bindu bilala wasimumbolelanga kuzata. Elusiro wasimunanga. Enyuma wetendi wazi. Nono mwenye mulomeze ebwenu omudozi wange. Khola ndio nakhola kalo mali khane mwando manga ne kuli Westlands mala wakholanga na bandu bo bakubole. Nono bibindi kena kukholeza pole pole. Zikali karige. Mheshimiwa Raila, mimi nataka nikushukuru na nishukuru hawa viongozi wa makanisa ambao wako hapa. Kwa sababu nyinyi mnatoa mwelekeo mzuri kwa wakati huu. Mnajua kwamba kanisa letu katika taifa letu la Kenya linalaumiwa kwa pakubwa kwa makosa ama ile mambo ambayo tunajipanda ndani kama tumejipata ndani kama taifa. Lakini sio nyinyi. Yale makanisa ambaye tunajua wale manabii ya uongo wameandikwa sijui prayer warriors wa huko State House. Kazi yao ni kupiga kelele wakiimbia huyo jamaa na yeye ile hali anaumiza watu wa Mungu. Hakuna hata siku ule mtu anaombanga na huyo president anaweza mwambia bro, wewe unaumiza watu wa Mungu, tafadhali punguza. Leo hata tusiombe, ingia tu upunguze bei ya mafuta badala ya kudanganya hapa watu na hii mambo ya prayer warriors. Kwa hivyo mimi nataka niwashukuru nyinyi. Nyinyi mnajua mimi ni Mkatoliki. Kanisa langu la Katoliki, baba ni Mwanglikana. Kanisa la Katoliki limeibuka na likatoa sauti ya kanisa. Ikasema kwamba wananchi wanaumia. Baba, mimi nilikuwa nafikiria wanasiasa wako na shida ngumu sana kwa sababu kila mtu akikuwa na shida anapigia wanasiasa kura. Simu. Sasa wewe fikiria hawa mapasta na wao ndio wanashinda na hawa watu hapo. Ile shida ya wananchi wote wanamwaga kwa bishop, wanamwaga kwa pastor, mimi Sifuna pia wananimwagia ile imebaki. Sasa hawa ndio wamebeba mzigo ya jamii. Kwa hivyo wakisimama hapa waseme wananchi wanaumia. Kama hautasikia ya wanasiasa, kama uwezi sikia Sifuna, wanasemanga huyo Sifuna huyo hakuna kitu mzuri anaweza sema. Lakini siku watafanya kitu mzuri nitasema. Kufikia sasa sijaona. Yani niseme tu na hakuna kitu mzuri wamefanya. So mimi nataka kuwashukuru nyinyi. Wakati wa campaign hapa Nairobi mlitembea na sisi. Katika constituency zenu mliniombea kura na nataka niseme asante. Hawa viongozi wa Westlands hapa, Mheshimiwa Timu Wanyonyi aliniombea kura. Hakuna mahali Westlands team alikuwa anaenda bila kuniita, anasema twende tuongee na watu wa Westlands wanipatie kura pia mimi. Na nilipata kura nyingi sana hapa Westlands, nasema asante. Hata hawa MCAs wako hapa. Na Mheshimiwa Raila mwenyewe kila mahali tulikuwa tunaenda tunaombea kura baba, yeye pia anatuombea kura. Na ndio maana ilinivunja moyo kuona kwamba kuna viongozi wengine wakati wa campaign walikuwa wanapigana sana hapa mbele. Wanataka kukaa mbele, wanataka baba washike mkono. Saa ile wameingia bunge, wanamea pembe. Hadi sasa wamekuwa wakubwa sana, wanashinda huyu mzee ambaye aliwatafutia kura. Mimi kama katibu nimesema kwa sababu najua baba ako na roho mzuri atakusamea. Lakini mimi ni tofauti kidogo. Mimi nikiwa bado katibu mkuu wa chama nitakukumbusha ya kwamba wakati ambapo chama kilihitaji usimame na wananchi wa Kenya, wewe ulikataa kusimama na wananchi. Kwa hivyo mimi usiniingize kwa vitu yako. Kila mtu afanye nini? Abebe mzigo wake na msalaba wake. Mheshimiwa Raila Odinga, sisi tuko pale kwa bunge kuwakilisha maoni ya hawa wananchi. Yesterday we were debating the president's speech. Mheshimiwa Raila, these people in bunge never allow me to say things because wanajua tukisema tutasema ukweli. Ile speech ya Ruto alitoa bunge ilikuwa ni uongo tupu. Uongo tupu. Na mimi nilisema siwezi kuenda kwa bunge nikae pale ni nyamazi saa ile mtu anasema uongo. Ningeshout kitu wanitupe nje ya bunge miezi 6. Kwa hivyo si kuenda, lakini hapa naweza kusema alidanganya. Alituambia unga sasa imefika hadi 150. Hapo Westlands mumeona unga ya 150. Huko Western tumetoka juzi alisema gorogoro sasa ni 70. Gorogoro ya 70 mmeiona hapa. Kwa nini wewe kiongozi usimame mbele ya wananchi udanganye? Na Mheshimiwa Raila, mimi naelewa wale watu wanasema uzungumze, lakini swali najiuliza tu mimi. You know, there used to be a politician called Martin Shikuku, walikuwa wanamuita the people's watchman, the people's watchdog, si ndio? Wewe kama uko na umbwa yako ya kukuchunga iko kwa mlango, umbwa ikuone wewe umeshika mwizi mkono unaingia na yeye kwa nyumba, umbwa imekuona wewe ndio umeingiza mwizi kwa nyumba, alafu unazimama unasema mbona hiyo umbwa haikubweka? Ibweke aje na imekuona wewe ukiingiza mwizi kwa nyumba? Si inakuamini wewe? Sasa wale watu ambao waliingiza hii serikali kwa mamlaka, waache kusumbua wengine wakisema ati tupige kelele. Tupige kelele itatusaidia na nini? Wakati ya kupiga kura ndio the most important time. Mchague viongozi ambao wana maadili, ambao wanaweza kuweka maslahi ya wananchi mbele. Kwa hayo mengi, nataka nichukue fursa hii nimkaribishe naibu wa kinara wa chama chetu. Unajua ndani ya ODM Waluya tuko na a very big stake. This is the deputy party leader
of ODM, Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya. Ni Mluya ama ni Mjaluo? Oino Mluya na mwe Kolosina. Secretary General kumukanda kwa ODM, Kolosina ni? Mluya na ezo Munyoro. Ni mlomanga mulizia masiefu zina. Bibi amabilinge yeyo, kali timu wanyonyiza ali mford Kenya ta. Ewo cha Morien. Kama tima yuko ndani ya Ford Kenya, wewe unaingiaje huko? Chama ya Waluya ni gani? ODM. Nimefurahi mmesema nyinyi wote hapa ni members. Kama we bado sio member, unajua vile ya kuingia kwa chama, baba amefanya imekuwa rahisi. Unachukua simu *486*036# unakuwa member. Na mimi ukikuwa member ndio rahisi kufikia SG kwa sababu unakuja kuniona kama member wa chama, si ndio? Kwa hivyo nataka nichukue fursa hii nimkaribishe Deputy Party Leader ambaye atatuitia baba Raila Amolo Odinga, Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya. Asante sana. Abaluya banje mulembe. Mulembe bose. Mulembe gy'omwami. Pangine wengi wenu wajajua jina kamili la Oparanya. Unajua mimi nilikuwa mkaaji wa Kakamega. Nikafanya kazi yangu, nikamaliza. Sasa mimi mkaaji wa hapa. Nataka mambo yote ya Waluya hapa niwenda. Kwa sababu nimerudi wapi? Nairobi. So kwa majina yangu kamili ni Wycliffe Ambetsa Oparanya. Saa hii mimi ni Deputy Party Leader wa ODM. Kwa sababu ya protocol, niliona wengine hawajui protocol. Na pia mimi ndio mwenyekiti wa Azimio National Executive Council, ambaye baba ameniweka hapo. Na leo nilialikwa na bwana Mheshimiwa Wanyonyi. Manager wake alinipikia simu jana, kaniambia tuna sherehe, papa atakuwa hapa. Na pia tayari papa alikuwa ameniambia atakuwa hapa. Na nimekuja hapa kwa sababu ile heshima ambayo ninayo kwa bwana Wanyonyi. Ile kazi amefanya akiwa mbunge wa hapa. Na ile kazi amefanyia Waluya ambao wako hapa Nairobi. Ndio kwa sababu niliona nije mbele yenu kama Waluya ni mshukuru ile kazi mzuri ambayo amefanya, na yeye aendelee kufanya hiyo kazi. Nikiona mkipendekeza ya kwamba awe gavana, tayari wakati tulikuwa kwa kura 2022, tayari Wanyonyi alikuwa amefanya campaign. Mwenyewe nilikuwa naona akifanya hiyo campaign. Alikuwa amefanya campaign ya kutosha. Lakini ilifika mahali tukasema tuachilie kwa sababu ya mambo ile ilikuwa kwa wakati huo. Nimbalia kwa walanga yuyukhana ya kwa shina. Kenda kana ya kwa shina. Kumbe mnajua. Sasa imefika wakati. Kama wakati huo angekataa na aseme mimi naenda independent, si angeenda independent kama gavana, pengine angeweza kupata saa hiyo. Lakini kwa sababu ametulia, wakati ni sasa. Na nyinyi wenyewe mumeamua, sio? Ni kama mmeamua. Nairobi iko karibu na kura 2.5 milioni. Tukifika wakati huo tutakuwa na kura zaidi karibu 3 milioni. Itakuwa kazi yenu kuona ya kwamba Wanyonyi amepata karibu kura 2 milioni. Mtaweza? Mtafanya hiyo kazi? Niwache nimwambie, tuna mirengo miwili sasa hivi. Mirengo miwili katika Kenya hii. Tuna mrengo wa Azimio ambao sisi tuko. Tuna mrengo wa KK, Kenya Kwanza, ambaye sasa inaongoza serikali. Ni kule mrengo wa KK pia tuna Waluya.
So Waluya wako kule. Na upande huu wa Azimio si tuna Waluya. Nataka mnihakikishie Waluya hatutakawanya kwa hii mrengo mwili kwa sababu ya huyu Wanyonyi. Nataka mnihakikishie hapa kwa sababu tayari nimesikia wengine wanasema huyo ni memba wangu, huyo ni nani. Wakati watakuja kwa hizo chachi zenu waseme sisi sasa sisi ni wa Maragoli tuko upande huu, sisi ni wa Bukusu tuko upande huu, mtasikiza hayo mambo? Nataka mnihakikishie kwa sababu sisi Waluya tujaenda mbele kwa sababu ya hayo mambo, na nataka niseme mbele yenu mjue hiyo mambo inatusumbua na inakawanya sisi kama Waluya. Mimi nimesimama na Raila Amolo Odinga kuanzia hiyo miaka yote tangu niingie kwa bunge. Tuliunda chama cha ODM 2005 nikawa memba wakati huo, nilikuwa mbunge wa Butere na nimepaki hapo. Nilikuwa abused. Huyu anafuata Mjaluo, huyu anafuata, lakini mimi niko hapo. So nataka mnihakikishie leo hatutakuwa mkawanyo katika Waluya. Sisi wote tutasimama na bwana Wanyonyi. Aya, nione mkono juu. Basi. Wanyonyi umeona? Na Wanyonyi mimi nitakuwa hapa tayari, kura yangu ya hapa mimi nikiwa hapa ni yako. Mimi nitaleta kura yangu hapa, niregister hapa. Hata kama taenda mahali pengine na familia kubwa hapa, hao wote watakuwa watu wako. Na tunataka tutembee na hawa. Katika dunia hii, mtu awa na baba watatu. Baba wa ngapi? Ule baba nimesema baba wangapi? Baba ya kwanza ni ule baba ambaye amekusaa mpaka usaliwe ndio kuja hii duniani. Baba ya pili ni Mwenyezi Mungu, na baba wa tatu na ule baba ambaye amekusaidia maisha yako, kwa sababu mnaweza kusaliwa na baba yako hana namna, na tuna baba mwingine ambaye atakusaidia, au baba yako afariki kama wewe pato mdogo, si ndio? Utapata baba mwingine. Mimi nilipata baba Raila Amolo Odinga ambaye amenifikisha mahali niko. Wakati nikuje kwa bunge hapa tukajuana 2005, nikuanzia wakati huo nikawa karibu. Mwaka wa 2007-8 akanifanya waziri katika serikali ya Kibaki. 2013 akaniunga mkono kuwa gavana wa Kakamega. 2017 tena nikarudia kuwa gavana wa Kakamega, kanishika mkono. So hiyo ni baba. Na hiyo unaweza kusahau kweli? Ndio kwa sababu wakati wote wamefanya mambo mengi, mnajua yale wamefanya, lakini mimi nimesimama na Raila Amolo, na mimi namsihi watu wangu tusimame na Raila Amolo. Raila amenyamaza kwa sababu amepeana nafasi kwa mazungumzo, tuone ni nini itatokea. Na Wanyonyi amesema mambo mawili, mimi ninasema ni matatu. Ya kwanza, si wanasema ni matatu? Ya kwanza na ile cost of living, na hata hiyo ripoti itafikia nyinyi. Sisi tunaambia Raila Amolo Odinga, kama hiyo report haina mambo ya cost of living, kurudisha gharama ya maisha chini, usiweke sahihi. Paka aweke sahihi ndio ifike wapi? Kwa bunge. Ya pili ni mambo ya IBC, kwa sababu tunataka wananchi wakipika kura inahesabiwa, unajua nimepika kura yangu imehesabiwa vizuri. Hakuna mambo ya kuiba kura.
Jambo la mwisho ni hii kuwa umalaya wa kutoka kwa vyama, kuruka, unapikiwa hapa kura, umeruka, umeenda hapo, umeruka, sasa umeenda kukaa nao, unalala nao, unapika kura nao. Hiyo ndio mambo hatutaki, kwa sababu we must respect democracy in this country. Hayo ndio mambo matatu kama hayuko hapo, kwa sababu sisi Azimio tulikuwa na wabunge wengi kuliko watu wa Kenya Kwanza. But saa hii wabunge wetu wamenunuliwa, sasa hao wako wengi kuliko sisi. Wanafanya yale wanataka katika bunge. Hata watu wetu wanaenda hapo wanakaa tu wanasema tufanye nini, kwa sababu watu wetu wachache. Hao watu ambao walihama kwenda kule wangepelekwa nyumbani warudie by election, wafanye by election huko, kwa sababu wameruka hapa na walichakuliwa mahali fulani. Mnakubali hiyo? Sawa. Sasa nataka nichukue nafasi hii, kwa sababu hii siku si yangu, ni siku ya baba. Lakini mnajua sasa msimamo wangu, na tutakutana, tutaongea na nyinyi. Nataka nichukue nafasi hii, sisi zote tusimame, tukaribishe Baba Raila Amolo Odinga. Haya, tupige makofi tukikaribisha baba. Makofi. 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 Osana yani burudisha. Asante sana, karibu baba. Haya. Hey. Wanwefi mrembe. Mrembe hali. Muli moyo. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe tena. Asanteni sana. Nina furaha kukutana na watu wa Ingo. Timu aliniambia ati kuna viongozi wa kanisa kutoka Ingo nataka kukutana na baba. Nikasema mimi nitarudi, maana yake najua mimi vile ni mtu wa Ingo. Sasa kuna neno nataka hapa kutaja. Hii ni kwa Biblia. The Bible says in the books of Proverbs and Revelation, a person who lies hates the people he's lying to. The liar will forever be separated from a living and holy God. The liar will have all the eternity to regret the deception they refuse to renounce, and they hear their lies echo in their memory. Unquote. Yule ambaye anasema uongo anachuki na wale ambao yeye anawadanganya. Sio? Wakati wa campaign wanasema sisi ni watu wa Mungu sana. Sisi watu wa Mungu, sisi watu wa Mungu. Sio? Wale wakina Raila wale ni watu wa shetani. Wanaabudu shetani. Siku hizi unasikia hii mambo ya Mungu tena. Ile lugha ya hasla ya mama mboga, mtu wa chini, matako juu. Yote sasa imesahaulika, sio? Kwa hivyo sisi tutasema ukweli, maana ukweli itatuweka wewe huru, sio? So we always stand by the truth.
And I was so happy when Tim told me that we are coming to meet with leaders of the church here. Na mimi nimekutana hapa, tumekuwa wengine wenu tumekutana wakati mwingine. Hapa tulikuwa mbeleni, tunakuwa na kwanga hapa na Gumo, Fred Gumo. Siasa kali ilianza Nairobi hapa 1992. Baada ya multi-party kurudi hapa. 1992 hapa Nairobi kulikuwa ile upepo mkali ya Ford asili. Ilifagia Nairobi yote. Mimi peke yangu ndio nilichaguliwa kule Lang'ata, na hapa Westland kulikuwa mwindi mmoja anaitwa Amin Walji. Yote ilienda na Matiba. Matiba hakuamini ya kwamba mimi nilishinda kule Lang'ata. Sasa manake yote ilikuwa ni Ford asili. Na kule Makadara ndio kaingia bwana Mutere. Mutere aliingia na Ford asili. Lakini mimi niliingia na Ford Kenya peke yangu. Baada ya muda mfupi huyo Amin Walji akafariki. Alafu sasa kukawa na by-election. Fred Gumo akaja hapa. Na Gumo akashinda akachaguliwa. Tukawa sasa wawili, mimi na Gumo, kutoka ngambo hili huku chini hapa Nairobi. Tukaanza kupanga siasa ya Nairobi hapa. Tukasema Nairobi ndio makao makuu ya Kenya. Na sio sawa watu wengine kusema hii Nairobi ni yetu pekee yetu. Tukasema tunataka kuangalia kule upande ya councillors na upande ya wabunge. Tukapanga kwanza ni watu kujisajili kama wapigaji kura. Tulikuwa na watu wengi, lakini wengi wao walikuwa hawana kura. Tukapanga vile kura inachukuliwa hapa Nairobi. Sasa tukamwambia Gumo, hapa Lang'ata mimi niko na watu wengi hapa. Niko na Waluhya wengi hapa Kibera. Chukua hawa Waluhya wapeleke Westland. Manake walikuwa wanamtisha yeye. Nikatoa wale wamekuja kutoka Westland wamejisajili hapa kule Lang'ata, Kibra. Sasa hivi tunaenda kwa uchaguzi, wao wanasimamisha Mluhya aje mang'ana mimi kule Lang'ata. Akiingia Kibera anaenda kule Soweto. Wale wako wengi sana. Kuna sukuti huko. Wanatoa pesa mingi sana. Ajia kwamba kura hiyo hakuna hapo, kura hapo. Anang'ang'ana hapo, lakini kura pale iko wapi? Westland. Wakati kura inapigwa hakuna kura kwake. Sasa tukaenda 97 tukaongeza kiti kule Kasarani tukapata. Kulikuwa tumepata Mathare wakati ile na bwana Masinde. Lakini Masinde baadaye alikufa siku ile ya kupiga kura kwa ajali. Na baada yake kukufa tukakwenda kwa by election. Tukawa Chingmbeu. Baadaye tukaongeza mwingine huko wakati wa 97. Ikifika sasa 2002 tukaongeza zingine. Ikifika 2007 hapa Nairobi kulikuwa viti 8 wakati huo. Tulichukua 6. Wakachukua 2 peke yake, ndio ngambo ile nyingine. Kwa sababu tulikuwa tunaunganisha kura yote ya watu wetu pamoja. Waluhya, Wajaluo, Wakisii, hata Wakamba naweka pamoja. Hiyo ndio nini? Umoja ni nini? Utengano ni nini? Sasa ikifika sasa hii ya mwisho hii, viti ziliongezwa sasa, ziko
17. 17 Azimio ziko na 14 tulishinda. 3 peke yake nilienda pandili ya Kinyakwisha. Sio bwana hiyo, Manake tulikuwa tunatumia akili ya kufanya haya. Ndio sababu sisi tumesema mpaka tuunganishe watu wetu pamoja. Kitu muhimu zaidi sio kusema tunataka kuweka fulani pale. Muhimu kwanza tuwe na silaha ya kuweka yeye pale. Tukiwa na silaha kila kitu ni rahisi sana. Inakuwa rahisi sana. Tukiwa na silaha tisi tunashinda. Mliona ile iliyopita ile mimi nilipata kura 1900. Uhuru akapata 1500. Hii ya juzi hii nimepata 800 na kitu. Ruto akapata 500. Sio? Sivyo? Gavana hatukupata. Sio kwa sababu hatukuwa na watu. Lakini candidate tulikuwa naye ni haikuwa sawa. Ni sababu maana yake kama sisi tumeshinda ni senator, tumeshinda women rep, tumeshinda president, tunashindwaje kwa nini kiti ya governor? Hatungeweza kushindwa. Tukashinda kwa mbali sana. Na mimi mwenyewe ninajuta kwa sababu mimi ndio niliambiwa niambie timu awache. Na timu akawa mungwana. Akakubali. Kwanza tulikuwa nasema awe running mate. Lakini baadaye akaniambia mimi hapana. Nimefikiria hii maneno nikasema hapana, mimi nitarudi Westland. Nikubalia mimi nirudi wapi? Yakarudi Westland. Sasa yeye amerudi Westland. Lakini sisi tunaangalia mbele huko sasa. Sasa unajua ambaye aliokoka hahitaji nini? Injili. Aliokoka hahitaji injili. Mnakuja kunihubiria injili ati weke timu huko. Hii ni kazi bure sana. Mimi najua mambo ya timu. Mimi nasema tuangalie mbele. Kitu mimi nataka kwanza vitu viwili. Nataka watu vijana wetu ambao wamehitimu umri ya miaka 18 wawe na vitambulisho na waende wachukue nini? Waende wachukue kura. Tunataka kuzidisha idadi ya watu wetu ambao watachukua kura. Ni kitu muhimu zaidi. Mambo ya ID tutapigana nao hapo. Kitambulisho natakana kila Mkenya apate bila kulipa chochote. Maana hiyo ndio inaonyesha wewe ni Mkenya. Sasa mtu anataka uende ununue kitambulisho kwa Mkenya. Na baba yako ni Mkenya, mama yako ni Mkenya. Sasa wamesema ati ukiwa wewe Mkenya ukaenda huko nje ukapata msichana huko, upate mtoto huko ili aje akawe Mkenya 1,000,000. Je, hii ni ungwana? Hii ni ungwana? Watu wameshindwa. Mambo ya kitambulisho tutasema ni lazima kila Mkenya apewe kitambulisho kama yeye hana pesa. Ni kama kuoa bibi. Unaambiwa sasa wewe ili wewe bibi mpaka utoe shilingi 50,000. Vijana kimya vijana. Wacha kupiga kelele. Wacha kupiga kelele. Halo. Sisi tuko na chama chetu cha ODM. Tunataka sasa watu wengine wajisajilishe kama wanachama wa ODM. Juzi mimi nime launch membership registration kule Siaya.
alafu nimeenda kule Homa Bay. Hiyo tunaleta Nairobi hapa. Tunaenda kule Ingo. Naenda kule Mombasa. Hata Mlimani. Tunataka Wakenya waingie katika chama cha ODM. Hiyo ndio itakuwa ni yetu. Itakuwa ni mshale na vile vile ni ngao ya kujikinga. Alafu watu wetu baadaye watu waende washike kura. Wakishika kura kuchagua sasa hapa itakuwa rais. Uchaguzi ambao unakuja tunataka gavana, senator, women rep, mabunge 17 wa Nairobi wote wawe wanachama wa ili Nairobi iwe ni ODM zone. Kwa hivyo huyu sasa, huyu Tim Wanyonyi huyu umetoka naye mbali. Yeye ni mtu ambaye anajua kazi yake. Yeye ni mtu kwanza amesoma vizuri, anajua mambo ya sheria, anajua mambo ya uchumi. Mtu kama huyu anaweza kufanya kazi kubwa zaidi. Kwa hiyo mtu kama haya nataka apewe fursa. Lakini mimi naambia nyinyi sasa, sitaki kuanza mambo ya kampeni mapema. Juzi nilienda kule Kisumu. Nimekuta mtu ambaye alichaguliwa kama MCA. Yeye anatangaza ati mimi nataka kuwa mbunge. Mwaka mmoja limepita hajafanya kazi kama MCA. Watu hawajaona. Nikamwambia kazi yako ya MCA nitakuuza wewe ukitaka kuwa mjumbe. Ngoja kwanza. Fanya kazi kama MCM mpaka 2006 uanze kampeni. Mwingine ni mjumbe. Hata hajaongea katika bunge. Jina lake yuko kwa Hansard. Anasema nataka kuwa gavana. Nataka kuwa gavana. Wewe hujafanya kazi kama mjumbe ionekane kama wewe unaweza. Unaanza kungangania mambo ya ugavana. Kwa sababu gani? Mwingine amechaguliwa kama senator. Hajafanya chochote. Anaenda kule Ikulu, ati mimi nataka kufanya na serikali ya Kenya kwanza. Wanasema nasema mimi nataka kuwa gavana. Hujafanya kazi kama senator. Sasa tunasema tukifanya namna hiyo tutaweka nchi katika hali ya kampeni miaka 5. Hakuna chochote kitaweza kufanyika. Mpaka mambo ipoe kwanza. Tuache mambo ya kuanza kampeni mapema. Tunajua fulani tunataka. Fulani tunataka. Lakini kwanza tujitayarishe. Si tujitayarisha? Tujitayarisha. Ukijua fulani ndio unajua tu, lakini hatutaki early campaign, manake inaleta tension mingi zaidi katika nchi. Hiyo ndio ningependa kusema. Sasa sisi kama wanaazimio, mnajua yale yalifanyika. Nyinyi mlikuwa pale. Mliona yule Chebukati, Chebuchieta akikaa kama wenda wazimu. Ametoroka kwa masaa 5 6, akirudi anasema ana matokeo. Ana matokeo. Wale wengine wanachama wa tume yake anawaambia hii matokeo umepata wapi? Ati wafanyakazi wangu wamefanya, wamejumlisha. Na mimi ndio ni returning officer, nitaenda kutangaza. Wakatoroka, simuliona kama wanatoroka. So walitoka pale. Walikuwa watu 7, 4 si walitoka. Kati ya 4 na 3, ipi ni kubwa? Ipi ni kubwa? Ni sababu mimi nimesema ukiniambia mimi nilishindwa, siwezi kukubali. Maana yake mimi sijapata jawabu. Wale tena juzi wamesema ati ile form ambayo inatakikana ijazwe na tume, form 34C, mpaka leo ijajazwa. Hakujaza. Maana yake alijua kama angejaza hiyo form ingejulikana kwamba nasema uongo. Kwa sababu hajachapishwa matokeo ya uchaguzi, hajachapishwa mpaka leo ya presidential.
alichapa ile ya county matokeo, lakini county hakuna returning officer. Returning officer yuko kwa constituency, hajachapisha. Aliogopa kufanya, manake returning officer wangemwambia hii matokeo ambayo amechapisha kwa gazeti ni uongo mtupu. Sasa tunasema ile timu yetu ambayo wako pale mpaka watoke na matokeo vile Paranya amesema, ambayo inaonyesha vile tutarekebisha mambo ya IEBC. Pili, waongee juu ya mambo ya gharama ya maisha. Tatu, mambo ya sava. Mambo ya sava ifanyiwe nini? Ukaguzi ili julikane matokeo yalikuwa namna gani. Haya ni masharti yetu. Tunataka gharama ya maisha irudi chini, bei ya mafuta irudi chini, bei ya unga irudi chini, bei ya sukari irudi chini, bei ya stima irudi chini, nauli ya kusafiri irudi chini, hata kodi ya nyumba irudi chini. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Sio ni sawa sawa? Sio ni sawa sawa? Kwa hivyo mimi sasa, mimi niko na nyinyi. Niko na huyo kijana yangu. Okay. Team hoye. Team hoye. Wanyonyi hoye. Wanyonyi hoye. Wanyonyi hoye. Hello. Sasa mwisho kabisa, mimi nitatoa viti ya kukaa ya kanisa 1,000. Tiba zaleta. Sawa sawa. Asante. Haya. Makofi. Haya. Sawa. Tumemaliza mkutano yetu. Mmesikia baba ameongea. Sasa mimi nataka kumalizia hapo na ni hand back to the church that they can now wind up with a word of prayer. Yes. Na waseme a photo of thanks and a word of prayer, and then we finish. Sindio? Thank you. Chairman. Before the chairman can come, Mheshimiwa, we already have the pastor who's supposed to come and close with a word of prayer, and that will be it. Baba, thank you very much for the wisdom. Baba, thank you very much for the day. Mheshimiwa, asante. Major, tafadhali karibia. Major, tafadhali karibia. Major Titus Chengo, Salvation Army. Asante. Asante wageni wetu, wabunge, senator, mstaafu governor, MP wa sehemu hii, timu Wanyonyi, na mwisho Honorable Raila Odinga. Mimi naitwa Major Titus Chengo, Divisional Commander Nairobi County Salvation Army, na niko na furaha kwa niaba ya watumishi wa Mungu ambao wamekusanyika leo. Zaidi ya yote nikitaka kuconfirm ya kwamba mambo yote ambayo mumeongea hakika ni ya ukweli mtupu. Mimi binafsi huwa ninapeana mifano hata kanisani juu ya Honorable Raila, nikiwaambia kwamba kama ni mtu ambao ni determined ni Raila Odinga, kama ni mtu ambaye utengeneza